sana wakati huu ni kwamba inatakiwa uondoke na jambo moja, ya kwamba kondoo wa Yesu mahali popote sio wadadisi kwa sauti ya Yesu, huwa hawadadisi kwa habari ya sauti ya Yesu. Maadamu Yesu amesema, maadamu ni Mungu amesema, maadamu ni sauti ya yeye Muumbaji amesema, wao hawana maswali. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo 12 kuanzia fungu la 1 na kuendelea, hapo tunakuta kuna kondoo wa Yesu, kuna kondoo wa Mungu mmoja anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu baada ya kusikia habari za Mungu, Mungu anamwambia Ibrahimu ya kwamba sasa ondoka, nenda mahali ambapo nitakwambia. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa ni kondoo wa Mungu, hakuwa na maswali ya kwamba Mungu ninakwenda wapi, Mungu itakuwaje, hakuwa na maswali ya kutosha. Na ndio maana nimesema ya kwamba kondoo wa Yesu atakaposikia habari zozote za Yesu huwa hawaulizi, huwa hawana maswali ya kudadisi. Jifunze kwa Ibrahimu. Mwanzo 12:1 na kuendelea. Hiyo ni sifa ya kondoo wa kweli. Lakini si hapo tu, ni kwamba hawa kondoo halisi wa Yesu ni kwamba huwa hawaangalii gharama. Maadamu ni Mungu amesema toka hapa nenda mahali fulani, sauti ya Mungu inasema hivi, aidha maandiko matakatifu amesoma mahali fulani hivi, akakuta mazingira aliyopo hayastahili, anahitaji kupiga hatua. Kondoo halisi wa Yesu huwa hapigi gharama ya kwamba mbona nimezoeleka sana mahali hapa, mbona mimi ni kiongozi mkubwa mahali hapa, mbona mimi ni kama sasa. Sikiliza, kondoo halisi wa Yesu huwa hapigi gharama. Haleluya. Kitabu kile cha Waebrania 11 fungu la 24 mpaka la 27, maandiko yanasema ya kwamba kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, maandiko yanasema alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Musa ni kondoo halisi wa Yesu, na alipoona kwamba Mungu anamhitaji atoke mahali pale katika himaya ile ya Farao, hakupiga gharama ya kwamba mbona Farao amenisomesha, hakupiga gharama mbona wamenilea nimekuwa. Madamu wamegundua mahali hapa sio penyewe, Musa akanyanyua akasema bora nikapate mateso pamoja na watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi umesikia ukweli wa Mungu? Ni mara ngapi umesikia ya kwamba Mungu anakutaka mahali hapo ulipo sio penyewe, uende mahali kwingine, ukaanza kusita kwa kuwa na sababu nyingi ya kwamba sasa mimi mbona ni kiongozi, hasa nikiacha kundi mbona wataona nimewatelekeza. Sikiliza, Mungu anasema ya kwamba kondoo halisi wa Yesu hawapigi gharama. Ikiwa ni ombi lako, unahitaji Mungu akusaidie ya kwamba sasa Yesu nisaidie mahali popote nitakaposikia sauti yako, nitakaposoma maandiko matakatifu nikaelewa Yesu nataka niende mahali fulani, ninahitaji Yesu uweze kunitoa mahali fulani. Ikiwa ni ombi lako, mwambie Yesu ya kwamba Yesu ninaomba unisaidie. Unaweza ukaandika hapo chini ya video yako hiyo, ukasema Yesu nisaidie, au ukasema kwa kweli Yesu ninashukuru kwa ujumbe ambao umenipatia katika habari hii. Sikujua ya kwamba kondoo wa Yesu huwa ni maradisi. Kama unahitaji Mungu akusaidie, mweleze. Nitakuombea na Mungu atakubariki sana. Mungu akubariki. Tafakari ya kwamba mimi ni kondoo na kondoo nimekueleza sifa yake, na mahali popote utakaposikia sauti ya Mungu inakutaka utoke mahali fulani hivi, uelekee mahali fulani hivi, usiwe mdadisi, nisiwe mdadisi, maana mimi ni kondoo wa Yesu. Bwana na akubariki. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu tukuze Kristo, tunasema asante kwa neema na baraka zako. Tunasema asante kwa sababu somo hili umelifikisha kwa mtumishi wako ambaye anatazama video hii, lakini pia kwa yule ambaye anasikia kwa njia ya sauti mahali popote. Kristo endelea kuwa pamoja naye. Kambariki, toa baraka zako, ngoze kumpatia moyo mkuu ili akawe kondoo halisi kwako kwa kusikia sauti yako. Asante kwa kufanya hivyo, ndivyo tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana, akupatie ujasiri wa pekee wa kuwa kondoo wa kusikia sauti ya Mungu. Barikiwa sana.